Machandim. Dokta. Kumekucha. Ameshapambazuka. Vipi hali ya mwanangu? Kwa sasa mwanao anaendelea vizuri. Tumeshughulikia usiku kucha mpaka sasa yuko vizuri. Asante Mungu wangu. Ila nilichokuwa nakushauri Mama Chandimu, nilikuwa nahitaji uende nyumbani ukaandae chochote kitu ili mwanao aweze kupata. Naweza kumuona kidogo dokta? Hapana. Kwa sasa huwezi kumuona. Anahitaji pumzike kidogo. Ila ningependa nikushirikishe jambo moja Mama Chandimu. Kutokana na tatizo alilokuwa nalo mwanao, mental problem, anapaswa pumzike, atulie kwa wakati huu. Kama tunavyofahamu, Chandimu ana matatizo ya afya ya akili. Hivyo kwa vipimo tulivyovifanya, tumegundua Chandimu tatizo la afya ya akili litamrudia mara 2 kutokana na majeraha aliyopata kichwani. Ni kweli dokta? Ni kweli. Ila kwa sasa nikipenda uende nyumbani muandalie chochote kitu. Basi dokta, naomba nimuone mara moja tu. Kidogo tu dokta. Utamuona baadaye. Acha pumzike kwa sasa. Uchungu wa mwana na ujua mama, ni vigumu sana mama kumuacha mama na mwana. Kindamba, inama. Hivi kwa nini wanafunzi wa shule mbona wajeuri? Sikuja mimi ndio matakoni mzao, nipige mkononi watakunipiga. Piga chini hapo. Nyamisifa wewe anaongea. Kindamba. Unacheza na umeme? Hapana. Unamjeulia mwalimu? Teacher. Hawa hawawezi. Nataka nikuonyeshe. Panda chini. Unamjeulia mwalimu? Ni Kindamba. Unaona mwalimu mgeni unamdharau. Ni bora udharau walimu wote. Ni bora kwa dharau kuliko mwalimu huyo. Unajua kwa nini nafanya hivi? Hapana. Kwa ajili yako. Alafu mwalimu bwana. Mara nyingine kukusumbua nite nini? Sawa? Darasani. Mara nyingine ukikusumbua usipate shida niambie mimi. Sawa? Sitaki upate shida.
Hawana kusumbua? Wanafunzi wote wajeuri. Alafu wewe babako ameshafanya taratibu zote za wewe kuondoka hapa na kwenda nje. Naelewa kitu kimoja, hataki kabisa kusikia masuala ya Kamugisha. Tena usisubutu kulizungumzia tena. Hivi mama, kwa nini mna roho mbaya? Yaani kwa nini na baba mna tabia mbaya na mna roho mbaya? Hivi nyinyi mnashindwa kweli kumsaidia Kamugisha kutoka polisi? Na hali ya kuwa mnajua kuwa Kamugisha hana kosa lolote. Mwenye kosa ni mimi. Kamugisha mama hajaua, nimeua mimi mama. Kwa nini mnashindwa kuwa na utu? Sio mwanangu. Kauli ya babako ni moja tu. Na hakuna mtu anaweza kuipinga. Tena mama, naomba unisikize kwa makini. Sitoenda kokote, sitofanya chochote mpaka Kamugisha asiyekuwa na hatia atakapotolewa polisi na mume wako. Madam, naona umekuja kuona ofisi yenu leo. Samani dokta, nilikuwa nataka kujua Chandimu amelazwa wapi. Madam, muda huu haturuhusu kuona wagonjwa. Na pia huwa hatutoi ruhusa mtu baki kuja kuona mgonjwa ambaye sio ndugu yake. Ni ndugu peke yake tunaruhusu kuja kuona mgonjwa wake. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mtoto wa gavana. Na hii hospitali? Madam, ni ya kwenu. Ila ni utaratibu tuliojiwekea katika ofisi hii. Na pia hilo hata gavana naye anajua. Sasa kama unataka kuendelea kukipenda hiki kibarua chako, naomba uniambie Chandimu amelazwa wapi. Lakini sawa madam. Yuko di. Vipi shule hujaenda leo? Haikuhusu. Alafu iwe mwanzo na mwisho kunikataza kuingia kwenye hospitali ya baba yangu. Bwana, kwa changamoto hii. Gavana, chokochoko zimekuwa nyingi sana kutokana na hichi kifo cha yule mwanafunzi. Kwa hiyo naogopa isije kutuletea matatizo. Sikiliza nikwambie mwalimu. Miaka yote hutokea mambo kama haya. Watu wanasema sana. Walimu hapa shuleni kwangu wanasema sana. Lakini hakuna chochote kinachoendelea. Hata hili kama upepo tu utapita na tutaendelea kufanya yetu. Cha msingi kuwa na amani. Uwe na amani sana sana katika moyo wako. Na jambo hili liwe siri yako. Usimwambie mtu awaye yeyote. Sawa, lakini kila nikijaribu kubalansi mzani naona kama unaelemea. Sikiliza nikwambie mwalimu. Mimi ndiye mimi na wala kuna mwingine zaidi yangu. Jambo la busara na msingi ni wewe kubakia na siri. Nimesema hili ni kama upepo, litapita. Sawa, nimekuelewa gavana. Tashukuru sana. Na nakuahidi nitafanya kazi kwa weledi. Cha msingi utakapoifanya kazi hii kwa uweledi mkubwa, utakuongezea mshahara juu ya mshahara. Asante.
habari yako Machandi? Nimeamua tu kiroho ya kibinadamu kama binadamu nije nimwangalie mwanafunzi wangu. Kwa sababu kitu kilichomkuta jana. Yaani ujue sio vizuri kufurahi. Naona unatoka unaelekea hospitali. Ndio naenda kumuona hao. Awe anaendelea vibaya, anaendelea vizuri. Hiyo nyie iwahusu. Chanjimu ni mtoto wangu mimi. Mlifikiri hata pona? Nyinyi kile mlichokitaka sikimeshakuwa. Sawa, ila mimi nimepita hapa kama mwalimu wake. Nimekuja kumwangalia anaendeleaje hali yake. Kwa hiyo sijakuja kwa ubaya. Mimi sijakuja kwa ubaya haka. Alafu Mama Chandimu, wewe utakiwa kutumia hasira. Sisi yule gavana ni mtu ambaye tumemweka hapa. Muda wote tunamwangalia hapa. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuzungumza naye swala lolote lile. Kwa hiyo utakiwa kutumia hasira. Wewe unatakiwa utusikilize sisi. Utuachie sisi tuzungumze naye. Kwa hiyo mimi nadhani utakuwa umenielewa nini namaanisha. Sikiliza nikwambie wewe. Nyinyi naelewana na nyinyi nini? Au wewe naelewana nini na wewe? Nimeshakwambia, kamwambie na huyo mwalimu mkuu wako na huyo gavana wenu. Kitawakuta kitu kibaya ambacho hamtakisahau katika maisha yenu. Mwenyezi Mungu atawahukumu. Mwanangu atapona tu kwa uwezo wa Allah. Yelele mama. Yelele mama. Chandimu. Unajua leo nimeshindwa kwenda shule kwa sababu yako. Naomba unisamehe sana kwa kilichotokea. Leo inaniuma sana. Mimi mwenyewe nakupenda. Usinikasirikie basi. Wakati mwingine unanikosea. Wala sitaki kukuuliza. Kwa sababu napenda kukuona ukiwa na furaha. Ila leo nataka nikwambie kitu kimoja. Mapenzi yanaumiza sana. Na kama tumekutana mimi na wewe ili mradi mimi niumie. Sawa, endelea kuniumiza, mimi nimelizia. Na kama unapenda kuniona hivi ninavyoumia, wewe ndo unapata furaha. Basi sawa, endelea kuniumiza. Mimi sitasema chochote. Ila narudia tena kusema mapenzi yanaumiza sana. Najua unaniona mimi taira. Unaniona mimi bwege. Unaniona mimi sina akili. Unaniona mimi antobo. Lakini nakupenda. Tena nakupenda sana. Nakupenda sana wallahi nakupenda. Mtoto wa gavana. Moyo wangu mimi sio kiungo muhimu sana kwako. Kwa maana unakiumiza kila siku. Lakini kumbuka moyo wangu ndo unasukuma damu. Moyo wangu ndo unafanya mimi niishi. Basi moyo wangu upunguze maumivu. Upunguze maumivu kwa sababu utaniua. Utanikili. Usiseme hivyo Chandimu. Mwezo mimi nakupenda. Si unaona leo nimekuja kukuangalia. Unanipenda? Ndio, mimi nakupenda sana. Kweli? Kupendwa. Napendwa. Unanipenda? Umevaa kigauni chekundu kinaashiria mapenzi. Na mimi nakupenda pia.
Kupendwa ya arege mie. Mimi kilichonileta hapa sio kupima malaria wala UTI. Bali kilichonileta hapa ni ujumbe ukufikisha kwako. Nadhani unafahamu fika kwamba shule tunayoiongoza sisi bosi ni gavana. Na hiyo hospitali ambayo unafanya kazi wewe bosi ni gavana. Nalijua hilo. Gavana ndo ameniajiri mali hapa. Sawa, kama unalijua hilo, nimekuja na ujumbe. Huu ujumbe unatakiwa kufanyia kazi. Chandimu anatakiwa kufa. Lakini hanatia gani kijana wa watu? Usiniulize kwa nini. Swala kwa nini analifahamu yeye gavana. Kwa sababu Chandimu anatakiwa kufa, kaka yake Kamugisha anatakiwa kufa, na mama yao anatakiwa kufa. Wameachiwa mali nyingi sana na baba yao mzazi. Kwa hizi mali gavana anatakiwa kuzimiliki yeye. Sawa. Lakini hodi ni kule. Madam Fakwini yupo. Unadhani jambo hili litawezekana kiurahisi? Fakwini. Na huyu Fakwini ndio tatizo la Chandimu. Yaani mpaka Chandimu anamkuta yaliyomkuta kwa sababu ya Fakwini. Gavana hataki kabisa masiala na watoto zake. Kwa hiyo Chandimu anapenda sana masiala na wale watoto. Sasa tuachane na hili swala la Fakwini. Kitu ambacho kinachotakiwa kutimiza hicho nilichokuambia. Na kuhusu swala la posho niachie mimi. Naweza nikakuishia chochote hapo. Basi kwenye ile namba tulikuwa tunawasiliana ile. Ai, tulikuwa tunawasiliana hapa. Ndio. Jina Elisha Ford hapo. Ndio hili Elisha Ford. Elisha Ford. Sawa. Basi sawa, acha mimi niwaje. Haya basi, nikutakia kazi njema. Sawa. Yelelele mama, yelelele mama. Habari, nimekuja na mchongo. Je, unapenda kubeti? Unapenda kuweka mikeka? Ulishachaniwa mara ngapi mikeka yako? Suluhisho limekuja. Mkombozi wa kukusaidia wewe unayebeti katika masuala mazima ya odds. Unaweza ukaweka odds 2, 3 mpaka 4 na ukawa na mkeka wa uhakika wa kukupa mamilioni na mamilioni, na sio kuweka odds 15 mpaka 20 ambazo zinakuwa ni tamaa tu. Huwezi kuweka 500 ukapata milioni 100, unakuwa ni uongo. Na ndio maana Mkombozi amekuja. Nitakutajia namba zake za simu, utajiunga kwenye grupu lake la WhatsApp na utakuwa unaiona mikeka ya aina mbalimbali ya mechi za ligi mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kubeti na kushinda mamilioni kila itwapo leo. Namba zao za simu ni 07 52 80 58 36. Narudia. Namba zao za simu ni 07 52 80 58 36.